za wimbo wa Hunifahamu wa Hunifahamu ambao uliufanya ule wa Zuku Rumba. Ule wimbo ulikuwa ni historia kweli au ulikuwa tu ni tunzi ambayo imekuja tu katika mwisho? Juzi nimeimba pale Manyoni. Sasa labda aliona hiyo. Niliimba Singida. Nimeimba Singida pale nikashindwa kuumaliza kwa sababu nilikuwa tayari nimeanza kulia. Ni wimbo wa kweli kabisa. Wimbo wa kweli. Na kisa kilitokea pale Singida. Okay. Ambao hiyo Unifahamu sikufahamu wewe labda unaweza kutueleza nini kwa ufupi tu ilikuwa nini labda? Ni historia tu kwamba unifahamu sikufahamu wewe unipakasie. Kulikuwa kuna binti pale anaitwa Zamzam. Ndio. Marehemu sasa hivi. Oh yeah. Huyo msichana alitokea kunipenda mimi, lakini sasa story ya watu wanasema yule mwanamke sio mwizi, anaibia watu, sijui mwenyewe mtaibiwa wasanii. Sasa kipindi kile nilikwenda mimi niko Traki, Tudo na Dakota. Kwa hiyo kufika pale tu tukakutana naye mwanamke tukakutana naye mwanamke, lakini sasa kukutana naye mwanamke tukaambiwa tabia zake kama ni mwizi. Sijui yani mko mbona kama watu hapana, sisi tulichofanya kwamba bwana huyu inabidi tumwai yeye. Yaani mwanze kumrabia. Sisi tumemaliza show pale Singida akanifuata kule Manyoni, lakini kunifuata kwa mapenzi, sio kama kanifuata kuja kunizuru. Kama kukula hai hivi. No, kampenda kweli. Kanipenda kweli, sio kama kunizuru. Okay. Kweli kufika kule bwana sisi tukapanga kwamba mimi nikilala naye yule mwanamke niache mlango wazi. Na simu zote tuziweke pale mezani. Okay. Alafu mwisho wa siku tukilala pale wale wataingia usiku watachukua. Yaani kama amekupora. Kama na mimi pia ameniibia. Basi tumefanya hivyo ikatokea hivyo. Wakati tunarudi akajua kabisa tumemchukulia simu. Akasema Duli bwana wewe najua umechukua simu yangu lakini mimi sihitaji simu, nakutaka wewe, naomba nije Dar es Salaam. Sasa mimi kipindi kile nilikuwa naishi na mwanamke, kuna mwanamke naishi naye Ilala pale. Home pale. Kwa hiyo yule mwanamke alivyokuja sasa akaja tu ajaniambia ona nini? Kaja straight moja kwa moja kwenye chumba changu, anagonga, anafungua mwanamke wangu yule. Naomba kuongea na Duli. Mimi natokeza anambia unamjua, unajuana naye? Mimi simfahamu, simjui yule demu. Yule demu alilia sana pale. Alilia akaenda sasa akaingia mpaka kwa waandishi wa habari kama ushasikia story Dully Sykes ameiba simu sijui nini. Nakumbuka story 2005. Kwa hiyo 2005 hiyo. Kwa hiyo sasa nikamwambia sikiliza, mimi nikupe simu yako basi. Nikupe simu yako tu. Wewe usipate shida. Mimi simu nimechukua, kwa hiyo nitakupa simu yako. Sababu simu simu gani ilikuwa thamani gani kipindi? Ile simu ilikuwa Nokia fulani zile kama sio jeneza fulani lakini kama kadogodogo hivi afu kana kamera. Unaweza kupiga kamera yake dogodogo kwa nyuma ile. Sasa wauni wakaniuzia ile waliochukua. Pale yani tukabadilisha nikapa simu yangu na hela. Wakachukua kanipa simu ile. Sasa nikaona ni huruma pia saa nyingine yani mtu shamchukulia. Sasa nampa simu yake hataki, ananiambia mimi sijaja kuifuata simu, nakufuata wewe. Kicha linaanzia hapo kwanza. Mwanangu, basi ikawa ndio hivyo yani. Hunifahamu siku ile mwanamke wangu akanimind sana, akasema wewe bwana Duli vipi wewe, mwanamke anakujia mpaka hapa nyumbani na vitu kama hivyo. Kwa nikapata wimbo pale kwa sababu nilikuwa ndo tuna rekodi pale, tulianza kurekodi mjini pale kwa ile Downtown Record. Tumeanza pale Dimane kwa Dimane. Tumerekodi pale na pale nikapata idea siku ile nikapata demo usimfahamu kaja kuona katika unifahamu usikufahamu mama. Iweje leo nipakazie. Nilivyotoka pale sasa ndo nikaupeleka wimbo kwa Mika Mwamba na Mariam Gardner. Kipindi kile Gardner kidogo tulikuwa tunapiga kazi mimi na yeye. Mariam Gardner. Mariam Gardner. Kwa Mariam Gardner ndo tukaenda pale ndo tukarekodi sasa ile original version. Okay. No, yani ile original version ile nyingine yake. Basi sio kuita remix, ile nyingine yake. Okay, sawa. Nyimbo zako nyingi zimekuwa za story ambazo umepitia. Hata kuna wimbo ambao unaucheza sasa hivi background ambao ni Lea pia. Historia yake nataka kufanana na hii. Lea ni story ambayo kaileta Jembe ni Jembe. Sebastian Ndege ndo alinipa hii story na yeye ndo alilipia studio na yeye ndo aliandika na yeye pia alishirikiana na mimi ndani. Ilikuwa mwaka gani? Lea ilikuwa mwaka ilikuwa 2003. 2003. Okay. Noma. Na iliibua hisia za watu wengi sana kusikia jina la Lea hilo. Ni kweli, sababu ni story ya kweli. Angalia mwanangu, mji umechafuka bro. Ulipokuwa studio. Take care kijana, sawa?
Ulipokuwa studio hisia zote za machozi na nini yani zilikuwa zinakujia? No, si asijanijia kwa sababu sikuwa namjua Lea. Okay. Yani ulivuta hisia kama za msanii. Yani nilikuwa naimba sikulia, yani nimeimba tu. Sawa.